Kwa majina anaitwa John Matondo Lumola, mkufunzi kutoka Sir Edward College of Health and Allied Science. Pia mimi nipo katika idara ya Pharmaceutical Science na najikita katika kufundisha practicals kwa upande wa Pharmaceutical Sciences. Tunawafundisha kwa vitendo zaidi. Na hapa kama unavyoona tupo katika main store au store kwa ajili ya kutunzia viambata vya dawa ambavyo wanafunzi wetu tunawafundisha kwa upande wa pharmacy. Kama unavyoona tuna viambata tofauti tofauti, au kwa lugha ya Kiingereza tuna ingredient tofauti tofauti, lakini pamoja tuna excipient tofauti tofauti ambazo zinatumika kuweza kutengeneza dawa tofauti tofauti. Kwa mfano tukitolea mfano, kuna hii magnesium trisilicate. Hiki ni kiambata mojawapo kwa ajili ya kutengeneza magnesium trisilicate mixture, ambayo hii ni syrup kwa ajili ya watu ambao wanasumbuliwa na acid tumboni na mota. Hii inatumika kwa ajili ya kugrind, kusaga zile powders au viambata ambavyo vimetengenezwa in form of powders. Kwa hiyo unakuta zina particle kubwa kubwa. Tunatumia hii kwa ajili ya kugrind, kuzisaga ili tupate ile surface area iwe ndogo kwa ajili ya kufanya solubility iwe kubwa. Tuna packaging material tofauti tofauti. Packaging material ukiangalia kwa mfano kama hii bottle, hii ni colorless bottle kwa ajili ya kupaki dawa tofauti tofauti ambazo zinapakiwa kwenye bottle ambayo haina rangi. Kwa hiyo kila bottle ina maana yake. Kwa mfano hii ni colored amber bottle. Kwa hii inatumika kupaki, kuna zile dawa ambazo ni sensitive to light. Kwa tunapopaki humu maana yake dawa yetu inakuwa haiharibiki. Lakini pia tuna bottle ambazo zina droppers. Kwa hiyo kuna dawa ambazo tunazitengeneza kwa ajili let's say kwa ajili ya matumizi ya macho, lakini kuna zingine kwa ajili ya matumizi ya masikioni. Kwa hiyo mgonjwa lazima mwekee kwenye bottle ambayo itamsaidia kutumia vizuri. Kwa mfano hii ina dropper. Hii manake utakapompa maelekezo mgonjwa akatumia drop au matone mawili, manake inakuwa ni virahisi. Yeye anachukua dawa yake, anabinya hapa, dawa inapanda, lakini akipress dawa inatoka matone ambayo anataka. Kama anataka matone matatu, ana press hivi atatoka matone matatu. Manake tuna bottles au containers ambazo zinaambatana na dropper zake, na zipo za aina tofauti tofauti. Kuna ambazo zina rangi, lakini zingine zipo ambazo hazina rangi, na tuna size tofauti tofauti. Lakini pia tuna beakers za aina tofauti tofauti. Hizi beakers zinatumika kumix wakati tunatengeneza dawa zetu. Kwa beakers zipo za aina nyingi sana. Pia tuna measuring cylinder. Tunaelewa kwamba wakati tuna mix lazima tupime vipimo ambavyo ni halisi na sio vya kubuni. Kwa hiyo tuna measuring cylinder ambazo tofauti tofauti, inategemea tunapima ujazo au volume kiasi gani. Kwa zipo na mizani. Kwa tunapokuwa tunatengeneza dawa zetu lazima tupime zile ingredient kwa kutumia mizani ambayo iko bora, ina ubora ambao umehakikiwa. Kwa hii mizani huwa inatusaidia ili mgonjwa, kama tunataka gram moja katika ingredient fulani, tuipate gram moja exactly, na sio kwamba tupate tofauti na hapo. Lakini tuende upande wa wanafunzi, sehemu ambapo tunatengenezea dawa zetu. Tuone ni sehemu ambapo tunatengenezea dawa zetu kwa ajili ya mazoezi wanafunzi, na hapa wanaendelea na kutengeneza dawa tofauti tofauti. Dawa moja hapo ambao wanatengeneza ni antiseptic kwa ajili ya kutoa mdomoni. Hii antiseptic inaitwa potassium permanganate gargle. Lakini tunatengeneza dawa zetu kwa kupata miongozo. Tuna reference materials ambazo zinatuongoza, na one of the reference material inayotuongoza kutengeneza hizi dawa, au reference material ambapo tunaweza kupata hizi formula kwa ajili ya kutengeneza hizi dawa, ni Pharmaceutical Tanzania Handbook. Tanzania Pharmaceutical Handbook ambayo ni TPH kwa kifupi. Kwa hiyo lakini tuna references zingine kama Matindale, lakini tuna Pharmaceutical Pharmacopoeia ambao ni PCX kwa kifupi. Kwa hiyo hapa wanafunzi hawa wanaendelea, ni level 4 mwaka wa kwanza, wanaendelea na kutengeneza hii practical
kwa ajili ya kuongeza ufanisi wao katika taaluma yao, na sisi tunajifunza kwa vitendo kuanzia mwaka wa kwanza. Kwa hiyo hapa wameshaanza na kufanya practical. Hii ni practical zaidi ya 5. Kwa hiyo tunazidi kuendelea mpaka mwezi wa 8 wanafanya haya mazoezi ya kutengeneza hizi dawa. Kwa hiyo hizi dawa ni kwa ajili ya kujifunzia tu, wanaongeza ufanisi wao katika taaluma yao. Na hapa kama unavyoona, huyu mwanafunzi ameshatengeneza dawa yake na dawa yake ipo tayari kabisa kwa matumizi. Hii ni antiseptic kwa ajili ya kusukutua mdomoni. Kuna watu unakuta wana changamoto mdomoni, kwa hiyo hii inawasaidia kuweza kusafisha midomo yao. Kwa hiyo ukiangalia kila mwanafunzi ameshatengeneza product yao. Labda niwaombe kila mmoja ashike product yao ili muone kwamba hawa wanafunzi wana umahiri na uwezo mkubwa wa kuweza kutengeneza dawa zao wao wenyewe kulingana na namna ambavyo tumewafundisha kwa vitendo zaidi, na bado wanazidi kujifunza zaidi. Kwa hiyo dawa zipo aina nyingi sana, kwa hiyo wanazidi kufanya mazoezi. Niwaombe wanafunzi kila mmoja ashikilie dawa yake, kila mmoja ashike hivi dawa yake, kila mmoja ashike dawa yake. Kwa hiyo kama unavyoona, ukiangalia kila mmoja amejitahidi kulingana na ambavyo swali lilikuwa linamtaka. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza kwamba ni namna gani mbona hawa wanafunzi wamefanya vizuri sana. Okay, nipende kuwakaribisha wadogo zangu wote ambao wamemaliza au wamegraduate, let's say kuanzia mwaka huu na miaka iliyopita. Wote tunawakaribisha waweze kujiunga na chuo chetu kwa ajili ya kujifunza zaidi au kwa ajili ya kusoma kozi ya ufamasia. Sisi tunajifunza kwa nadharia, kwa vitendo zaidi na sio kwa maneno tu. Kama mnavyoona wenzenu wanatengeneza dawa tofauti tofauti. Kwa hiyo ukija hapa ni mwendo wa kujifunza kwa vitendo zaidi, utajua namna ya kutengeneza dawa yoyote ile ambayo huko unaifahamu kwamba dawa fulani, kwa mfano paracetamol, tutakufundisha namna ya kutengeneza, tutakufundisha namna nyingi, namna ya kuitumia, namna ambavyo unaweza ukamwelekeza hata ndugu yako anayeumwa paracetamol aitumieje. Hapa tunajifunza kwa nadharia zaidi, tunajifunza kwa vitendo zaidi na sio kwa nadharia. Lakini pia niwakaribishe sana wazazi wote wenye nia njema na watoto wao, waweze kuwaleta watoto wao hapa waweze kutimiza ndoto zao, wajifunze kwa vitendo zaidi katika hii kozi ya ufamasia.